Kuna mtaalamu mmoja aliwahi kusema kwamba kuficha matatizo ni kujidanganya mwenyewe. Na mimi natumia nafasi hii kusema kwamba viongozi tunaowahitaji sasa hivi taji viongozi ambao ni wasema kweli. Na nimetafsiri kwenye lugha mbalimbali kuhusu neno unafiki na kuhusu kweli. Nimegundua kwenye maelezo yangu ambayo nimepitia kwenye pointi zangu, wameeleza tofauti ya unafiki na ukweli. Wamesema unafiki ni hali ya mtu kudhihirisha tabia, imani au maneno ambayo si ya kweli kutoka moyoni kwake. Ni kuishi na kujifanya tofauti na alivyo kwa ndani. Sifa kuu za mtu mnafiki: kukana uso wa tabasamu lakini moyoni ana chuki, kusema maneno mazuri lakini moyoni ana ira na tabia mbaya, kuahidi kitu ambacho hawezi kutekeleza. Hizo ni sifa mtu ambaye ni mnafiki. Lakini sifa za mtu ambaye ni mkweli, kwanza ni maana ya kuwa mkweli. Kuhusu ukweli ni kusema na kuonyesha kile kilicho sahihi, cha haki na halisia bila kupotosha au kuficha. Ni uaminifu wa moyo, maneno na matendo. Sifa kuu ya mtu mkweli: kusema jambo kwa uwazi bila ila, huwa mwaminifu kwa nafasi yake na watu wengine, matendo yake yanaendana na maneno yake. Mfano, mtu akiuliza jambo fulani anajibu kwa uhalisia hata kama itamfanya aonekane dhaifu. Sasa hii swala la kuwa wanafiki watu ndio inawezesha machawa. Watu wanasema mambo ambayo sasa hii, na mimi siungani na watu ambao wanataka umaarufu kwa kusema uongo. Ninaungana na mtu anayesema kweli ili tunyoshe nchi, tunyoshe jamii inayotuzunguka, tuwe smart. Mtu kimwambia ukweli unamfanya asaidie, abadilike. Na mabadiliko ya kweli huwa yanakuja kwa kuzingatia mtu anayesema ukweli. Imani kasema mwanzoni, taka maarufu, taka kuwa maarufu, kuwa mwongo, taka kuwa na heshima, kuwa mkweli. Heshima inadumu, lakini umaarufu una kikomo mfupi sana.